Ukisikia wanasema mtoto wa nyoka ni nyoka, basi elewa kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka kutokana na hichi ambacho nitakwenda kukuambia mahali hapa. Kauli kali ya mtoto wa Muammar Gaddafi, binti wa kiongozi wa zamani wa Libya, imezua mjadala mkubwa sana wa kisiasa katika upande wa kimataifa baada ya kuwatahadharisha wananchi na wakazi wa nchi ya Irani. Katika ujumbe wake alisema, mazungumzo na mbwa mwitu hayaokoi kundi la kondoo, bali huchelewesha tu siku ya uwindaji. Kauli hii ina ujumbe mzito sana wa kisiasa. Tukumbuke kabisa kwamba mtoto wa Muammar Gaddafi ambaye anaitwa Aisha Gaddafi anaturudisha katika historia ya Libya kwa kile anachodai kuwa ni kosa la kimkakati lililofanywa na baba yake miaka ya 2000, kosa la kuamini ahadi za nchi za magharibi, yani ninazungumzia Marekani. Kosa lenyewe ni kwamba mwaka 2003 serikali ya Muammar Gaddafi ilikubali kusitisha na kuvunja programu za silaha za nyuklia na makombora ya masafa marefu. Hatua hiyo ilifanyika baada ya mazungumzo kati ya nchi ya Libya pamoja na nchi za magharibi ambazo ziliahidi kufungua milango ya ushirikiano wa kimataifa, yani kati ya mataifa ya Ulaya pamoja na Libya ambayo ilikuwa katika bara la Afrika. Kwa muda uhusiano kati ya Libya na mataifa ya magharibi uliimarika sana. Vikwazo viliondolewa na Libya ilianza kurudi kwenye diplomasia ya kimataifa, yani kushiriki katika vikao vya Umoja wa Mataifa. Lakini miaka michache baadaye hali ilibadilika kabisa, na vita ya kuanguka kwa Gaddafi ikaanza rasmi mnamo mwaka 2011. Na tunakumbuka kabisa kwamba mwaka 2011 maandamano makubwa kabisa yalizuka nchini Libya wakati wa vurugu ya Arabic Spring. Maandamano haya yaligeuka kwa vita ya wenyewe kwa wenyewe kati ya serikali ya Gaddafi pamoja na waasi ambao walikuwa wamezamilia kumwondoa Muammar Gaddafi madarakani. Vurugu hizo zilibadilisha kabisa mwelekeo wa taifa. Muunganiko wa kijeshi wa North Atlantic Treaty Organization iliingia kati baada ya mashambulizi ya anga kwa lengo la kulinda raia. Mashambulizi hayo yalizoofisha vikosi vya serikali na kusaidia waasi kusonga mbele hadi mji ule ambao ulikuwa unaitwa Sirte. Sasa ni vitu vingi sana ambavyo tunakumbuka, na ukiachana na haya maswala tunakumbuka kabisa kwamba yako maswala mengi sana ambayo pia yaliendelea baada ya waasi hawa kuingia katika ule mji wa Sirte tarehe 20 Oktoba mwaka 2021. Basi Rais Muammar Gaddafi alikamatwa na waasi wa nchi hiyo alipokuwa akijaribu kukimbia eneo la mapigano. Muda mfupi baadaye aliuawa, tukio lilimaliza utawala wake wa zaidi ya miaka 40. Kutokana na tukio hilo, mtoto wa Muammar Gaddafi anatoa somo kwa wakazi wa Irani na nchi ya Irani kwa mujibu wa historia yake. Hiyo ndio somo ambalo Irani inapaswa kulitazama kwa makini. Anaonya kwamba kukaa meza ya maelewano na mataifa ya magharibi ambao ni maadui wao wakubwa hakuhakikishia amani kwa Irani, bali kwa wakati mwingine kunaweza kufungua mlango wa udhaifu. Hata hivyo, wachambuzi wengi hasa kwenye mitazamo ya kimagharibi wanasema kuanguka kwa Libya hakutokana kwa sababu za nje pekee, bali migogoro ya ndani, siasa ya kimkakati pamoja na maandamano ya wananchi vilivyochangia sana kuvunjika kwa utawala wa Muammar Gaddafi. Lakini bila shaka simulizi ya Libya imeendelea kuwa mfano unaotajwa mara nyingi katika mjadala wa nguvu za kijeshi, diplomasia na uaminifu katika siasa za kimataifa. Je, unakubaliana naye kwa asilimia ngapi mtoto wa Muammar Gaddafi? Na hii ni Koni Online TV na mimi msemaji wako naitwa Dox Nilan wa Koni Online TV. Kama ni mara yako ya kwanza, ningekusii tu bonyeza alama subscribe kisha utani on notification, na kwa kufanya hivyo utakuwa umejihakikishia kupata habari mbalimbali ambazo zitakuwa zinaendelea mahali hapa. Asante kwa kunisikiliza na nikutakie wakati mwema.